It's tea time. Si ndio? Sasa mmekaribishwa hapa. Pili, nataka kutoa shukrani kwenu. Juzi tulipopiga parapanda tukasema, mambo yameharibika huko, ujitokeze. Simulitoka? Kasema, mtaona cha mtema kuni. Sasa tutaona hiyo cha makuni yako. Simulitoka? Wakaja na ile fujo yao yote, lakini tulikuwa na wao hapo. Sasa wakasema, tupoe, moto imekuwa mingi sana. Punguze moto. Kasema, tutapunguza. Nataka tuzungumuze, tuko tayari kuzungumuza. Tukapunguza moto, sio? Tukapeleka watu wetu wazungumuze na hao jamaa. Kwenda kule, wanaleta ujanja. Okora hapa na pale. Kasema, haya, Kiswahili sisi tunajua. Kama mnataka tuzungumuze, tuko tayari. Kama tukataka tucheze, tuko tayari. Na mkitaka vita, tuko tayari. Sio? Kwa sasa, jana tuliwaambia hii maneno imefika mahali sasa naonekana inakwama. Lakini sasa mkitaka tumepatia nyinyi masaa machache. Kama nataka kutuzungumza, tuko tayari. Usiku wakaendelea kutafuta watu wetu pale, tunataka kuzungumza. Tunaangalia tu, tumepatia nafasi bado. Tutafika wakati tutapiga firimbi. Lakini bado kidogo. Hapana. Kesho ni Madaraka Day. Sawa. Tumewapatia wiki hii. Kesho ni Madaraka Day. Kesho kuta ni Alhamisi na Ijumaa, alafu mpaka weekend. Sawa. Sasa tutapiga parapanda. Msiwe na wasiwasi. Manake tuliwaambia kuna maneno muhimu tunataka tukubaliane. Kwanza kabisa ni mambo ya gharama ya maisha. Gharama ya maisha imepanda. Kama wewe ni mgeni Kenya hii, ndio hujui. Lakini kama wewe unaishi Kenya hii, unajua. Bei ya unga zimepanda. Siku juu zaidi. Bei ya mafuta, bei ya sukari, kodi ya nyumba, bei ya chumvi, karo ya shule, kila kitu kimepanda. Si imepanda? Sasa wao hawelewi. Sasa badala ya kukubaliana kuregesha, warudisha hili kitu kwa inaitwa subsidies, wanaongeza mafuta kwa moto. Sasa wamekuja kitu inaitwa sheria ya pesa, finance bill. Hiyo sasa imeongeza bei ya kila kitu. Manake ile inaitwa VAT, ushuru, inatoka 8 kwa 8% inaenda 16. Hiyo bei ya mafuta itapanda na shilingi 10 kwa lita. Kila kitu itaenda juu zaidi. Yani yale ambao wanafanya ni kuweka mafuta kwa ile moto ambayo tayari inawaka. Umeona haya? Hawa jamaa halewi haya.
wameleta zingine ati kodi ya nyumba, ati wewe nasema hii si kodi, hii wewe unafanya investment. Msikia hiyo? Hayote alafu wanatumia lugha ile ambayo tulidhani tulikuwa tumezika, inaitwa tuwapende wasipende. Hiyo lugha ilikuwa inaongelewa wakati wa Nyayo. Mzee mmoja alikuwa anaitwa Mzee Salat, mwingine alikuwa anaitwa Mzee Bargetuni, mwingine alikuwa anaitwa Karuki Chotara, mwingine Mulu Mutisia, mwingine alikuwa anaitwa Sharif Nasir. Watu wa Nyayo wakati ile, wapende wasipende. Tumesema hii lugha ya wapende wasipende hatutaki kusikia tena. Hakuna kabisa. Sasa hiyo sheria ambayo wanaleta kwa bunge, jana nilikuwa na hapa na wabunge wetu, na nikawaambia kwamba sitaki kuona hata mbunge moja kuunga mkono. Nataka wabunge wetu wote wasimame na wahesabiwe na wapinge. Siwapinge. Tutahesabu wale ambao wanapiga kwa kiunga mkono na wale ambao wanapinga. Ili wale wananchi ambao wale wapiga kura wajue wasaliti ni wakina nani. Hiyo sheria namna hiyo, mimi niambia Bwana Ruto, mimi nimeendesha serikali. Nilikuwa waziri mkuu na Kibaki. Tunajua kuendesha uchumi. Tuliingia kwa serikali kama uchumi ilikuwa imeathirika zaidi kuliko hapa. Tukaleta ile free primary education. Mnakumbuka? Tulipoleta hiyo, ile tamu ya kwanza ilikuwa ni Januari. Ukienda kule Olympic Primary School kulikuwa kumejaa watoto kila mahali. Tukaleta mahema, tukaweka mahema hapa na pale. Ino zingine watoto walikuwa wanasoma chini ya mti, tukaweka pale. Tukasema tutatekeleza, manake ilikuwa ni ahadi wakati ya kampeni. Ahadi nini? Ahadi nini? Tulitekeleza. Tulifanya paka kule Risabuni, kila mahali watoto walikuwa wanasoma chini ya mti. Tukaanza kujenga madarasa. Tukajenga haraka, tukapata msaada kutoka kwa wafadhili. Waingereza walikuja, DFI. Amerika wakakaja, USAID. European Union wakaja, kila mmoja. Manake ukiona kama wewe unafanya, wanakusaidia wewe. Tulileta free primary education wakati wa shida ilikuwa mingi zaidi. Sasa wewe ulitoa ahadi ya kwamba ati ukiingia tu namna hii bei ya unga itatoka 200 tarudi 70. Sivyo? Kumbuka ahadi yale yote ambayo ulitoa, ati hii itafanya hii baada ya siku 100, hii baada ya mwezi moja na kadhalika. Yale ahadi yote alikuwa anatoa, alikuwa adhani atafanya. Yeye hakuamini atakuwa kwa serikali. Manake alikuwa anajua tutamshinda bila tulimshinda. Sasa ameingia kwa serikali, yale ahadi hawezi kutekeleza. Lugha ya mahasla, mama mboga, simepotea sasa. Mambo ya wheelbarrow, umeona wheelbarrow tena? Umeona wheelbarrow? Umeona? Ili ati bottoms up, juu chini, umeona? Mambo ya lugha ya hasla ilikwisha kwa sababu hawa jamaa walikuwa wanadanganya wananchi. Jamaa ambaye ni wanafiki.
tunawasaidia. Sisi tunawasaidia. Hapo maskini tunasema nguruwe 6. Si nguruwe 6. Tulijua hiyo pesa itatoka wapi. Jamaa alikuwa hana habari. Sisi tulijua pale hiyo pesa itakuwa inatoka, tulikuwa tunajua inatoka wapi. Alafu tukasema tutaleta kitu inaitwa baba care. Si baba care tunasema. Na elimu vilevile tulikuwa nasema kutoka primary mpaka kule juu watoto watasoma bure. Tunasema namna hiyo. Sasa wanapandisha karo. Kwa chuo kikuu sasa wamepandisha kutoka 15,000 mpaka karibu 500,000. Simbona haya? Yote yale wanabadilisha yale yote ambayo walikuwa wametoa ahadi. Kwa hivyo sisi kama wanaazimio tumesema sisi tunasimama na wananchi. Vile ambayo tulikuwa tunasema tutatimiza. Ushindi wetu ilinyakuliwa. Na tunajua vile ilinyakuliwa. Sivyo? Tumeambia bwana nini, sisi hatuwezi kubadilika. Bwana Chebukati, bwana Chebuchetha. Wale mliona commissioners 4 kati ya commissioners 7, 4 walisema la, baba ndiye alishinda. 3 wakasema Ruto alishinda. Wanasema tio commissioner iliamua, mahakama kuu iliamua, ndio tukasema pana. Hata mahakama kuu tutafanyia uchunguzi. Tutafanya uchunguzi kwa mahakama kuu. Hiyo uamuzi uliandikwa na nani? Tunaelewana vizuri? Kwa hivyo sisi tumesema kama wanaazimio tutaendelea mbele. Tutasimama imara. Na tutapiga firimbi wakati ikifika. Wakati ikifika. Mtakuwa tayari? Mtakuwa tayari? Mtakuwa tayari? Wangapi nasema tayari? Wenioni mkono hapa. Sasa huyu Tim Wanyonyi mwanaume kamili. Hello. Tim Wanyonyi. Hello. Wengine wanasema Tim Wanyonyi naenda. Tim Wanyonyi haendi Bungoma. Baba amekataa. Tim Wanyonyi atabaki Nairobi. Tumelana vizuri? Mnakubali? Mnakubali? Wangapi nakubali Tim Wanyonyi Nairobi, nione mkono. Sasa sawa kabisa. Sasa niko hapa na rafiki yangu, huyu ni profesa. Anatoka kule Marekani. Yeye anafundisha katika chuo kikuu kule Marekani. Anaitwa Profesa Lisasa Opuka. Sawa. Na hako hapa na huyu ni kijana yake. Wana huyo kijana ya profesa. Yeye ni kama Obama. Sasa karibuni sana. Welcome to Kenya.
Habari. The youth, eh? I am tremendously honored to be beside the President of the Republic of Kenya. And I'm honored to join you all here today. It's my greatest honor. It has been my lifelong dream to see the Republic of Kenya. And since the day I arrived, I have been blessed. Mungu ni buena. I just wanted to thank you all so much. And I just wanted to say, God bless the President of the Republic of Kenya. God bless Kenya! Asanteni sana. Sasa niko tayari. Asante Your Excellency, niombe tumpigie baba makofi mazuri. Sasa tunaelekea awamu ya mwisho, ninatoa mwelekeo kama ifuatavyo. Ndugu yangu, sasa nisikilize.